Miaka 400 ya ukimya, yani KK, maana yake kabla ya Kristo, hadi BK, karne ya kwanza, maana yake BK baada ya Kristo. Kipindi cha nabii Malaki, mbingu zilikaa kimya. Mungu akuzungumza na wana wa Israeli kwa kipindi cha miaka 400. Maana yake nabii Malaki ndiye nabii wa mwisho katika Agano la Kale. Yeye ndiye ambaye ametoa unabii wa mwisho kabisa. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 74 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, hatuzioni ishara zetu, wala sasa hakuna nabii, wala kwetu hakuna ajuaye hata lini. Je, unajua kwamba kulikuwa na kipindi ambacho mbingu zilikaa kimya kwa miaka 400? Miaka 400, maana yake KK kabla ya Kristo. Hakukuwepo tena na nabii, hakukuwepo tena na ufunuo, lakini Mungu hakuwa ameacha kufanya kazi. Kipindi chote cha miaka 400 cha ukimya haimaanishi ya kwamba Mungu aliacha kufanya kazi. Kilikuwa ni kipindi cha mwisho wa Agano la Kale ambacho kilikamilika kwa nabii Malaki. Ukisoma katika kitabu cha Malaki sura ya 4 kuanzia mstari wa 5, Biblia inasema, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Huo ndio ujumbe ambao nabii Malaki aliutoa kabla kipindi cha ukimya cha miaka 400 akijaanza. Kwa hiyo baada ya huo ujumbe au huo unabii, Mungu akuzungumza tena. Mungu akuzungumza tena. Ndio maana tunasema ya kwamba mbingu zilikaa kimya. Kwa maana nyingine, hakukuwepo na ufunuo wowote wala unabii wowote kwa taifa la Israeli. Hapo ndipo sauti ya Mungu inamalizia Agano la Kale. Kwa hiyo unaposoma Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6, hiyo ndio ilikuwa sauti ya mwisho kwa nabii wa mwisho, kuanzia wale manabii wakubwa, maana yake Isaya, Yeremia, Ezekieli na Danieli, na kwa manabii wadogo Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Maana yake hitimisho la hawa manabii alikuwa ni nabii Malaki. Tunaposema manabii wakubwa hatumaanishi umri, kwa sababu nabii Yeremia alikuwa na umri kama wa miaka 17, lakini yuko kwenye kundi la manabii wakubwa. Ni ujumbe waliokuwa wameubeba. Isaya ameanza kutabiri juu ya ujio wa Yesu, lakini ukiona Danieli anatabiri mpaka siku za mwisho. Kwa hiyo ni aina ya ujumbe waliokuwa wameubeba. Tunaposema manabii wadogo walikuwa na ujumbe mfupi
sio kwamba walikuwa na umri mdogo. Kwa hiyo kupitia hawa manabii wote ambao Mungu alikuwa amewainua katika taifa la Israeli, wao walikuwa wakizungumza kile ambacho Mungu amesema nao, wanazungumza na Wayahudi. Kwa hiyo kupitia wao, Wayahudi kama taifa la Israeli walikuwa wakipata ujumbe na maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini kutoka Isaya mpaka nabii wa mwisho ambaye ni Malaki, kipindi cha manabii kikawa kimehitimishwa na Malaki, na ujumbe wa mwisho aliyoutoa Malaki, kwa maana kile ambacho Mungu alikuwa amempa ili aweze kuzungumza na taifa la Israeli, ni hiyo Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Ina maana kwamba Malaki ndiye nabii wa mwisho aliyetoa unabii wa mwisho ndani ya kipindi cha ile miaka 430, kwa sababu Wayahudi wanahesabu miaka kuanzia kutoka juu kuja chini. Ndio maana unaona ya kwamba ametumika ndani ya miaka 430, na kipindi cha miaka 400 hakukuwepo tena na unabii wala ufunuo wala ujumbe wote kutoka kwa Mungu juu ya taifa la Israeli. Kwa hiyo kulikuwa na ukimya, hawakusikia tena maelekezo yoyote, labda Mungu anasema nini. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi ambacho Mungu sio kwamba alikuwa amenyamaza kimya. Kupitia ujumbe huu utakusaidia wewe ambaye unadhani ya kwamba Mungu huwa hasemi na wewe. Wewe ambaye unafikiria ya kwamba Mungu amekuacha. Mungu huwa haachi mtu, wala Mungu huwa haachi kuzungumza na mtu. Unapoona ukimya wa Mungu katika maisha yako, kama hivi ambavyo Waisraeli waliona kumetokea na ukimya, yani mbingu zimenyamaza kimya, Mungu alikuwa akitengeneza mazingira ya kiu ndani ya taifa la Israeli. Maana yake alikuwa anafanya maandalizi ya agano jipya, kwa maana ya kwamba atengeneze kwanza kiu kwa wao kuto kuisikia sauti yake, ili yule mjumbe atakaye kuja, ambaye anakuja akiwa na ile roho ya Eliya ndani yake, kama nabii alivyotabiri Malaki ya kwamba atakuja Eliya. Maana yake ni Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa amebeba roho ya Eliya ndani yake. Wayahudi walikuwa wakimheshimu nabii Eliya na manabii wengine wote. Nabii Eliya alitwaliwa, maana yake akufariki. Yeye aliondoka akiwa hai, alikuwa anaitwa nabii wa moto. Kwa hiyo katika historia ya Wayahudi bado walikuwa wakiamini ya kwamba kama Eliya aliondoka bila kuonja mauti, unaposema ujio wa Eliya, ina maana watasubiri kwa shauku kujua ya kwamba ni nini ambacho kinakuja. Kumbuka ya kwamba ndani ya miaka 400, hesabu miaka 400, yani maana yake ipite karne moja ambayo ni miaka 100, ipite ya pili, ipite ya tatu, mpaka ifike miaka 400 ausikii sauti yoyote ya Mungu. Yani
kilikuwa ni kipindi ambacho kwa Wayahudi kilionekana ni kipindi kigumu sana, kwa sababu hawakusikia maelekezo yoyote kwa ajili yao. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatengeneza shauku ndani yao ya kwamba nabii Yohana atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa nabii ambaye pia alikuwa ni kuhani, kwa sababu alizaliwa na baba ambaye alikuwa ni kuhani, ambaye anaitwa Zekaria. Kwa maana nyingine, Malaki anahitimisha Agano la Kale na Yohana Mbatizaji anaanza msimu wa Agano Jipya, kwa maana ya kutengeneza njia, kwa maana ya kuandaa njia kwa ajili ya Bwana, yaani maana yake kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu Wayahudi mioyo yao ilikuwa na kiu ya kutaka kusikia, baada ya hiyo miaka 400 ya ukimya, kuna nini kingine ambacho kitakuja kutokea? Ndani ya kipindi hiki cha miaka 400 hakukuwepo na unabii wowote, wala hakukuwepo na nabii yoyote aliyethibitishwa. Hakuna maandiko mapya ya Tora au Torati. Hakukuwepo na ujumbe wowote ndani ya hiki kipindi cha miaka 400 ya ukimya. Mbingu zilinyamaza kimya. Mbingu hazikusema, manake Mungu hakusema. Je, ni kweli Mungu alikuwa kimya? Ukisoma Waebrania sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mungu hakukaa kimya kwa kazi. Ndani ya hichi kipindi 400 KK kabla ya Kristo, maana yake kipindi cha ukimya, Mungu hakukaa kimya kwa kazi. Alikuwa kimya kwa sauti ya kinabii. Alikuwa kimya kwa sauti ya kinabii. Katika hichi kipindi cha ukimya cha miaka 400 KK kabla ya Kristo, wana wa Israeli au Wayahudi walifikiria ya kwamba Mungu alikuwa kimya, yaani maana yake hakuwa tayari kuzungumza nao, lakini kumbe Mungu alikuwa akiendelea na kazi au kuzungumza nyuma ya pazia. Yaani kipindi hawaisikii sauti tena ya nabii, hakuna ufunuo wowote. Mungu hakumtuma nabii mwingine tena zaidi ya Malaki. Maana yake huku Mungu alichokuwa anakifanya, Mungu aliandaa njia ya historia. Mungu alikuwa anafanya kazi kupitia historia. Dola ya Uajemi kurudi kwa Wayahudi Yerusalemu, lugha ya Kigiriki kusambaa duniani kote, neno la Mungu kufika kwa mataifa yote. Warumi waliandaa na kujenga barabara, walihakikisha kunakuwa na peace, maana yake amani. Kwa hiyo ndani ya hichi kipindi cha miaka 400 Mungu aliyainua haya mataifa kuweza kutawala dunia yote, kwa maana ya kwamba ili kipindi cha ujio wa Agano Jipya maandalizi yote yawe yamefanyika ya kimiundombinu. Kwa hiyo wakati Alexander the Great anatawala, alihakikisha lugha ya Kigiriki inaenea duniani kote. Ndio wakati ambapo nabii
Malaki alikuwa ametoa unabii wa mwisho na kuzungumza tena. Kwa hiyo ndani ya hicho kipindi aliinuka huyu mfalme ambaye anaitwa Alexander. Kwa maana nyingine, lugha ya Kigiriki ikawa lugha ya kibiashara, kielimu. Na ndio maana unaona baada ya ujio wa Agano Jipya, lugha iliyotumika kuandika Agano lote Jipya ni Kigiriki au Kiyunani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya Alexander kumaliza utawala wake, nini kilichotokea? Maana yake hii lugha ya Kigiriki ilikuwa tena sasa ni lugha ya kibiashara. Kwa maana nyingine, ujio wa Agano Jipya sasa, maana yake Yesu atakapokuja, baada ya Yohana kutengeneza njia, kutambulisha ya kwamba kuna ujio mpya, maana yake wanafunzi wa Yesu watakwenda duniani kote wakitumia lugha ya Kigiriki ili kufikisha ujumbe. Ndiyo maana kilikuwa kinatakiwa kiwepo kipindi cha miaka 400 cha ukimya. Na dola ya Kirumi ilipoinuka na yenyewe karibia kutawala dunia, na waliingia pale Yerusalemu, dola ya Kirumi iliingia pale ikafanya upande wa Yuda kuwa koloni, yani Israeli ile yote mpaka kule Samaria. Maana yake walitengeneza miundombinu ya mabarabara ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu Yerusalemu ilibomolewa, kumbuka ya kwamba kuna ufalme wa kutokea kule Babylon au Babeli kule Iraki, kupitia mfalme Nebukadreza, waliivamia Yerusalemu, wakabomoa hekalu la kwanza lililojengwa na mfalme Sulemani, wakaharibu miundombinu ya mji. Kwa hiyo hata kama Agano Jipya maana yake lingekuja na Yesu angekuja ndani ya Agano Jipya, kwa hiyo zile movement za Injili, kwa sababu miundombinu ya barabara ilikuwa ni mibovu, ilikuwa haiunganishi miji, maana yake kungekuwa na kazi ya kufikia mji mwingine, kijiji kingine na sehemu nyingine. Kwa hiyo ilibidi kwanza kipindi cha ukimya. Wayahudi wanafikiri ya kwamba mbingu imenyamaza na Mungu amenyamaza. Kumbe Mungu alikuwa anafanya maandalizi. Ndio maana unatakiwa kujua kipindi cha ukimya kinapotokea juu yako. Katika hichi kipindi cha ukimya kuna kazi kubwa ambayo Mungu anaifanya wewe bila kujua wala kuona. Kwa hiyo sasa, Warumi walikuwa wakitumiwa na Mungu wao bila kujua. Walikuwa wanafikiria kwamba wana nguvu, ndio maana waliingia pale Yerusalemu. Mungu aliwaruhusu ili waingie, wajenge miundombinu, ili Yesu atakapokuja akitaka kwenda Samaria anakatiza tu barabara, zimeisha chongwa, zimeisha tengenezwa. Kwa hiyo hichi kipindi cha ukimya Mungu alitumia historia kwa maana ya mataifa, watu wa mataifa waje Yerusalemu ili waweze kujenga. Kwa hiyo Warumi walijenga Yerusalemu kimiundombinu, na Wayunani ambao walikuwa wanatumia lugha ya Kigiriki walisababisha lugha ya Kigiriki isikike na kutamkika maeneo yote duniani. Kwa hiyo hivi vitu baada ya kukamilika, maana yake dunia ikaandaliwa kwa ujio wa Kristo. Na ghafla baada ya miaka 400 inatokea sauti. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 3
na mstari wa 3, Biblia inasema, siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. My Lord. Ndani ya miaka 400 hakukuwa na nabii, hakukuwa na ufunuo, hakukuwa na ujumbe wowote. Akaibuka mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji akiwa nyikani, kama nilivyosoma na ninavyoendelea kusoma, kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Yaani miaka 400 imepita, hakukuwa na nabii. Mungu akaiibua sauti ya kinabii ndani ya mtumishi wake Yohana Mbatizaji, akiwa nyikani, akiwa jangwani. Kwa hiyo kwa sababu ndani ya miaka 400 hawajasikia sauti ya Mungu, Mungu alikuwa ameshatengeneza kiu ndani yao. Ndio maana unaona sasa huu mstari wa 5 anasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Wanataka kwenda kusikia kwamba kuna nini baada ya huo ukimya. Hakukuwa na nabii, hakukuwa na ujumbe. Ndio maana kuna wakati unaweza ukaona ya kwamba Mungu amenyamaza kimya. Nataka nikwambia kwamba hajanyamaza kimya. Anatengeneza mazingira katika maisha yako, anatengeneza mazingira katika historia yako. Hautakiwi kukata tamaa, hautakiwi kurudi nyuma, hautakiwi kulialia. Unatakiwa usonge mbele, kwa sababu Mungu hajawahi kunyamaza, wala Mungu hajawahi kufanya kazi. Watu wanaweza wakainuka wakasema ya kwamba mbona hatumuoni Mungu wako? Mbona hatuoni mabadiliko juu yako? Mbona hatuoni mafanikio juu yako? Waambie, nyamaza kimya. Mungu yuko kazini. Mungu anafanya kazi. Haleluya, haleluya. Akainuliwa Yohana Mbatizaji, akainuliwa nabii wa kusema, wa kuzungumza wakati wa ukimya. Ukiwa umetulia, nataka nikwambie Mungu atainua mtumishi. Ora mashantarabasaka. Watu wanaweza wakasema, mbona sasa haieleweki? Ndani ya taifa lako kulikuwa na watumishi wanaofahamika, wakizungumza sauti yao inasikilizwa. Hakika kila mmoja anasema, hapa mtumishi wa Mungu amesema. Unaweza ukaona kuna mambo mengi yanayotokea katika kizazi hiki, ukafikiria ya kwamba Mungu haoni au Mungu amenyamaza kimya. Mungu atainua mtumishi ambaye akisema kila mmoja atasema, hakika Mungu amemtumia mtumishi wake ili aweze kusema na taifa, ili aweze kusema na kanisa. Nataka nikueleze ya kwamba wana wa Israeli walifikiria ya kwamba Mungu amenyamaza kimya, lakini nabii Malaki alinyamaza kimya, lakini Mungu alikuwa anaendelea kufanya kazi. Haleluya. Hapo ndipo ukimya unavunjwa na mwanzo wa agano jipya unaanza.
Ukisoma katika Luka sura ya 16 na mstari wa 16, Biblia inasema Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Kwa hiyo tunaona wazi kipindi cha miaka 400 ya ukimya ilianza baada ya kitabu cha Malaki. Inaisha wakati wa Yohana Mbatizaji. Ukiangalia katika uhalisia wa miaka 400, miaka 400 ni mingi sana, ni mingi sana. Ukisoma katika Petro wa pili ile sura ya 3 na mstari wa 8, Biblia inasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo kwa mahesabu ya kibinadamu ukiangalia ile miaka 400 sio mzaa, lakini mbele za Mungu anaona miaka 1000 ni kama siku moja. Maana yake nini? Kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Hii inaonyesha Mungu haangalii muda kama sisi. Anafanya kazi kwa wakati mkamilifu. Ukilijua hili utatembea kwa ujasiri, hautaogopa, utazidi kusonga mbele, kwa sababu Mungu huwa akai kimya, wala Mungu hajawahi kuacha kufanya kazi. Unapoona ukimya wa Mungu juu ya maisha yako, maana yake kuna jambo zuri zaidi ambalo linafanyika. Ukitembea na huu ufahamu na hii imani, nataka nikwambie hivi, hakuna chochote ambacho kitatikisa imani yako. Hakuna chochote ambacho kitakusababisha uache kusonga mbele. Wewe songa mbele, wala Mungu hajakunyamazia, wala Mungu hajaacha kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo mwisho wa ukimya unavunjwa na Yohana Mbatizaji, kama tulivyosoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 3. Anatengeneza njia ya Bwana. Huyu ndiye mwanzo wa agano jipya kwa ufunuo, sauti ya maandalizi. Na ukisoma katika Luka tulioisoma sura ya 16 mstari wa 16, Torati na manabii vilikuwako mpaka Yohana. Hapa agano la kale linafunga, agano jipya linaanza. Kwa hiyo rasmi agano la kale lilifungwa kwa kupitia Yohana Mbatizaji. Kupitia Malaki, mfumo wa zile wa kinabii ndani ya agano la kale, maana yake ulikuwa umefikia mwisho. Maana yake alitakiwa sasa aje nabii ambaye ni Yesu Kristo, watu wamsikilize yeye, kwa sababu manabii wote walitabiri kuhusiana na habari ya ujio wa Yesu, na Yesu ndiye aliyekuwa mkamilifu. Manabii wote kuanzia Isaya mpaka Malaki walikuwa ni wanadamu. Kwa maana nyingine sasa hawakuwa na ile ukamilifu ndani yao. Kwa hiyo ilibidi haje Yesu ambaye hajawahi kutenda dhambi. Maana yake sasa afanye ukombozi katika hali ya ukamilifu. Kwa nini Yohana? Kwa sababu Yesu wakati anazaliwa, amezaliwa kwenye mfumo wa kisheria. Maana yake amezaliwa kwenye mfumo wa Torati. Amezaliwa wakati ambapo dola ya Kirumi ndio ilikuwa ikitawala pale Israeli. Kwa hiyo mfumo wa hekalu ulikuwa ukiendelea, zile ibada za kihekalu ndani ya masinagogi, na Zekaria alikuwa ni kuhani kwa mfumo wa agano la kale.
na kupitia Zekaria kwa mke wake Elizabeti walipata mtoto wa kiume. Kabla ya mtoto, Elizabeti alikuwa tasa. Mungu akumruhusu Elizabeti kupata mtoto. Kwa nini Mungu akumruhusu Elizabeti kupata mtoto? Ni kwa sababu ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 1 kuanzia mstari wa 5, Biblia inasema zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zekaria wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Kwa hiyo Elizabeti ni wa uzao wa Haruni, kwa maana ni kwamba na yeye ametokea katika ukoo wa kikuhani. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, hapo ni wakati sasa wa Agano Jipya. Hapo sio wakati wa Agano la Kale. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kule ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zekaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Huo ni mstari wa 12. Tunaendelea kuanzia mstari wa 1. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahi kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Huyu ni Bwana Yesu. Ina maana ya kwamba kuhani ni lazima alitakiwa aseme. Akisha sema, ina maana ya kwamba Wayahudi mfumo wao wa kiimani walikuwa wakiongozwa na makuhani, lakini mfumo wa kisiasa walikuwa wanaongozwa na wafalme. Kwa hiyo anaposema kuhani, ina maana ni Mungu amesema. Kwa hiyo ndio maana ilitakiwa iwepo process ya kimbingu, kwa sababu ile miaka 400 ya ukimya ilikuwa sio mzaa. Sasa Yohana, wakati anazungumza Yohana Mbatizaji, maana yake sasa Wayahudi wote walikuwepo pale hekaluni, kwa sababu kuhani alikuwa anafanya kazi ya upatanisho wa dhambi. Kwa hiyo walikuwa wakipeleka kondoo zao pale ili waombewe, wapatanishwe. Kwa hiyo akiwa pale na makuhani wengine, maana yake hili tukio likatokea. Kwa hiyo alikuwa la mtu binafsi, lilikuwa ni tukio ambalo ni la kitaifa. Wote wapo na wote walijua baada ya Yohana kutoka ndani ya patakatifu pa patakatifu alipokuwa akifukizia uvumba. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya. Unakumbuka ule unabii wa Malaki aliposema, Malaki ile sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6, ya kwamba nitamtuma Eliya. Unakumbuka ule unabii? Sasa ndio hapa unaona ya kwamba na wengi katika Waisraeli watarejeshwa kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto
na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Ule unabii wa Malaki unaukumbuka? Nisome tena pale Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema, angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Wahubiri wenzangu na watumishi wa Mungu, huu nabii unazungumzia ujio wa Yesu, sio kwa maana ya kwamba kwa ajili ya unyakuo. Hapana, ujio wa Yesu kwa ajili ya agano jipya. Ndio maana sasa unaona katika kitabu hiki au Injili ya Luka sura ya 16 na mstari wa 16, Biblia inasema, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa, na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Tuangalie tena sasa hii Luka sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 25. Kwa sasa hivi nitasoma mstari wa 17 ili kuona ule unabii aliyousema Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Sasa sikiliza, malaika anamwambia Zekaria akiwa ndani ya hekalu, mahali patakatifu, akifanya kazi ya ukuhani. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya. Kumbuka ya kwamba hata Malaki alisema atatangulia Eliya. Malaika anasema ya kwamba naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zekaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi. Na tazama, utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu ukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Katika sheria ya Kiyahudi, kumbuka, ili uwe kuhani ni lazima usiwe bubu. Yaani maana yake uweze kuzungumza. Unaposimama patakatifu pa patakatifu, unasimama na zile sadaka, unatamka zile dhambi za wale walioleta zile kondoo kwa ajili ya dhabihu. Kwa hiyo ina maana hapa ndipo ulikuwa pia ni mwisho wa huduma ya kikuhani. Ndiyo maana alipokuwa bubu, manake ukuhani wake ulikoma. Hakutakiwa tena kuendelea, yani ukuhani hakutakiwa tena kuendelea. Alipotoka hali hawezi kusema, nao walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, wale watu waliokuwepo pale. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ujumbe umekuja kitaifa. Kila mmoja amekuwepo, sio tu mtu kuambiwa ya kwamba sasa huu ni msimu mpya wa agano jipya. No, Mungu anafanya vitu kwa mpangilio. Alipotoka hali hawezi kusema, nao walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu. Naye aliendelea kuashiria, akakaa bubu. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeth alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo nitatenda Bwana katika siku zile alizoniangalia,
ili aniondolee aibu yangu mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, baada ya kazi ya hekaluni kukoma kupitia Zekaria, mtoto wake ambaye sasa ni Yohana Mbatizaji aliendelea kufanya kazi ya kikuhani, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kuhani. Sasa nini kilichotokea? Baada ya ubatizo, tunaona sasa alikuwa hataki kumbatiza Yesu. Yesu akamwambia lazima tuitimize haki yote, maana yake haki ya Torati. Kwa hiyo Yohana asingembatiza Yesu, maana yake ule msimu wa Agano la Kale ungeendelea. Kwa maana ya kwamba kama Yesu angeamua kumbatiza Yohana, maana yake Yesu angekuwa ni mkubwa na Yohana angekuwa ni mdogo. Ufalme wa Mungu unafanya kazi hivi: aliye mkubwa maana yake katika ufalme wa Mungu ni mdogo, na aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkubwa. Ndio maana, kwa sababu Yohana alikuwa ni nabii mkubwa na pia alikuwa ni kuhani, kwa hiyo ilibidi yeye aonekane ni mkubwa na Yesu aonekane mdogo, ili unabii utimie, ya kwamba sasa ukuhani unahama kutoka kwenye uzao wa Zekaria unakuja kwa Yesu kama Melkizedeki, kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yohana ikabidi ambatize Yesu. Ile kubatiza ni ishara ya kwamba alimbebesha dhambi za ulimwengu, dhambi za taifa. Kwa hiyo sasa, kama kuhani, baadaye sasa amemaliza tu kumbatiza, nini kilichotokea? Mathayo sura ya 3 kuanzia mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Mstari wa 8, basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Abraham. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Abraham watoto. Nitasoma tena huu mstari wa 9, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Abraham. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Abraham watoto. Mawe yalikuwa yakiwakilisha watu wa mataifa wasiokuwa na Mungu, na ndio maana hata Yesu wakati anaingia Yerusalemu, Wayahudi walimwambia wanyamazishe wanafunzi wako wasipige makelele. Yesu akawaambia Mungu ana uwezo wa kuinua katika mawe, mawe yakapiga kelele. Manake mawe tulikuwa ni watu wa mataifa. Kwa maana nyingine, hao Warumi waliokuwepo pale Yerusalemu wakitawala walikuwa ni watu wa mataifa. Kulikuwa na mataifa mengine kutokea jirani na Israeli kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo walikuwa nawakilisha watu wa mataifa, walikuwa wanaitwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 anasema, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Unaona sasa, Yohana anaanza kuambia, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Wakati huo
Mstari wa 13, Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Sasa wahubiri wenzangu na wachungaji, tuzingatie hili neno. Mstari wa 15, Mathayo sura ya 3 mstari wa 15. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kuitimiza haki yote. Haki ipi? Ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili Yesu aonekane ni mdogo, Yohana ambaye anaonekana ni mkubwa wakati wa Agano la Kale, sasa kupitia mfumo wa makuhani ulikuwa unamalizikia kwa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo Yohana alikubali akambatiza. Naye Yesu, zingatia sasa mstari huu wa 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tazama, mbingu zikafunukia, au zikafunguka. Miaka 400 wakati ule nabii Malaki amemaliza kutoa unabii, palikuwa na ukimya. Mbingu zilinyamaza. Lakini baada ya ukimya miaka 400, maana yake sasa karne ya kwanza BK baada ya Kristo, Biblia inasema, narudia tena, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikafunguka. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haleluya! Mbingu zikamthibitisha Yesu ya kwamba sasa mumtazame Yesu. Hakuna tena manabii. Ule mfumo wa manabii tayari umefikia mwisho. Kile kilikuwa ni kivuli. Walishatabiri juu ya Masihi kuja, juu ya mpakwa mafuta kuja, juu ya Kristo kuja. Oh my Lord, ya kwamba kilichoandikwa katika Agano la Kale sasa kinatimizwa na Yesu Kristo. Sasa mumtazame yeye. Ina maana sasa mfumo wa Agano Jipya unaanza na Yohana anakuja kuukamilisha Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, Biblia inasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Huu unaitwa mlima wa mabadiliko ukienda pale Yerusalemu hata sasa. Mstari wa 2, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Unapoona Elia na Musa kutokea, maana yake Musa aliwakilisha Torati. Yaani maana yake vile vitabu 5 vya sheria, yaani kumbukumbu la nini? La Torati. Ina maana ya kwamba sasa
Hapa Mungu anaamua kuwaonyesha, kwa sababu hawa wanafunzi watatu walikuwa ni Wayahudi. Kumbuka ya kwamba kuna wanafunzi wengine 9 walibaki, lakini Yesu akawachukua watatu ili kuwaonyesha, kwa sababu Petro pia alikuwa ni kiongozi wao. Sasa Biblia inasema ya kwamba wakamwona Musa na Elia. Elia alikuwa anawakilisha manabii. Manabii walitabiri kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo sheria imekuja kutimizwa na Yesu, na manabii yote walioyaahidi Yesu ndiye anakuja kukamilisha. Tunaelewana ndugu zangu? Mstari wa 4, Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Ina maana ya kwamba bado Wayahudi walikuwa na mfumo ule wa Agano la Kale, wa sheria, wa kile ambacho hawakuweza kukitimiza, mpaka Musa ndo akawa mtu wa kwanza kuzivunja zile sheria ambazo walikuwa wamepewa na Mungu. Sasa Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatulia uvuri, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Msikilizeni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yoyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Mstari wa 11 tunaendelea. Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia kwamba Elia amekwisha kuja, wasitambue, lakini wakamtendea yote waliotaka. Vivyo hivyo Mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Maana yake Elia alikuja kupitia roho ya Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo unabii ulitimizwa. Mstari wa 13, ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila kilichosemwa na Malaki kwenye ile sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6, ya kwamba atakuja Elia, ya kwamba atakuja Bwana, vyote vimetimia. Kwa hiyo Yesu anaweka wazi ya kwamba Elia alikuja ndani ya Yohana Mbatizaji. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mbingu zinathibitisha ya kwamba Yesu anatimiza sheria, yani Torati, anatimiza na manabii. Tusome Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, sikuja kutangua bali kutimiliza. Mstari wa 18, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimizwe. Torati au Tora kwa Kiebrania. Hii yodi maana yake ni kitu kidogo, yani inawakilisha mkono. Kuna alama ndogo zile za misumari. Kwa hiyo mtakapoona Yesu amepigwa pale msalabani, mikono yake maana yake
yale matundu yatatoa damu. Kwa hiyo maana yake hata nukta moja. Kwa hiyo Yesu ndo amekuja kutimiliza. Mstari wa 19, basi mtu yoyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Mstari wa 20, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi, hao walikuwa ni waandishi wa Torati na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Makundi yaliyoibuka ndani ya kipindi cha ukimya wa miaka 400 ni Mafarisayo, Masadukayo. Hawa ndio tunawaona wakati wa Yesu Kristo. Kwa hiyo haya makundi yaliibuka wakati wa ukimya wa kipindi cha miaka 400 KK kabla ya Kristo. Makundi haya mawili hayakuanzia kwenye Agano la Kale moja kwa moja. Yalitokea ndani ya kipindi cha miaka 400 ya ukimya baada ya Wayahudi kurudi kutoka uhamishoni. Walitaka kulinda imani yao, walikumbana na ushawishi wa mataifa hasa Ugiriki, ndipo makundi tofauti yakaanza kujitokeza. Tuone sasa nini maana ya Mafarisayo. Maana ya jina Mafarisayo linatokana na neno la Kiebrania linalomaanisha kwa Kiswahili waliotengwa, waliotenganishwa. Maana yake watu waliotoka kujitenga na uchafu wa dunia, walitaka kuwa watakatifu sana. Walikuwa na msimamo gani hawa Mafarisayo? Walishikilia sana sheria ya Musa, Torati, mapokeo ya wazee. Waliamini ufufuo wa wafu, malaika na ulimwengu wa roho. Utasoma Mathayo sura 23 mstari wa 2 na mstari wa 3. Yesu anawaongelea Mafarisayo. Tatizo lao, walikuwa wanaonekana watakatifu nje, lakini ndani wana unafiki. Hao ndio Mafarisayo waliinuka kile kipindi cha ukimya ndani ya ile miaka 400. Masadukayo, maana ya jina Masadukayo linahusishwa na jina Sadoki, kuhani wa zamani. Hivyo walikuwa ni kundi la kikuhani, watu wa mamlaka ya hekalu. Walikuwa na msimamo gani? Walikubali Torati, yani vitabu vyote vya Musa. Kwa Wayahudi Torati wanaita Tora. Hawakuamini ufufuo wa wafu, wala malaika, wala roho. Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 8, Masadukayo husema hakuna ufufuo. Huo ndo msimamo wao. Tabia yao, walikuwa watu wa kisiasa wenye ushawishi mkubwa karibu na utawala wa Kirumi. Tofauti kubwa kati yao, yani Mafarisayo na Masadukayo. Mafarisayo waliamini ufufuo, Masadukayo hawakuamini ufufuo. Mafarisayo walifuata sheria na mapokeo, Masadukayo walifuata Torati tu au Tora. Mafarisayo walikuwa karibu na watu, Masadukayo walikuwa viongozi wa hekalu. Mafarisayo walijitenga, Masadukayo walikuwa wa kisiasa. Kwa nini walitokea? Sababu kuu: kulinda imani ya Kiyahudi, kukabiliana na ushawishi wa mataifa, tafsiri tofauti ya sheria au Tora. Yesu aliwaonaje? Yani aliyaonaje haya makundi mawili ya Mafarisayo na Masadukayo? Yesu Kristo aliwakemea wote.
tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 27, ninyi ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa, maana walikuwa na dini lakini walikosa ukweli wa ndani. Makundi haya yalitokea wakati Mungu yuko kimya. Yalijaribu kujaza nafasi ya uongozi wa kiroho, lakini hayakuweza kuchukua nafasi ya sauti ya Mungu. Wakati Mungu yuko kimya, watu huunda mifumo, lakini mifumo haiwezi kuchukua nafasi ya sauti ya Mungu. Kwa nini Mafarisayo na Masadukayo waliruhusiwa kuwepo? Kuna sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza, kuonyesha hali ya moyo wa mwanadamu. Yaani maana yake, sheria bila roho ni unafiki, dini bila ukweli ni upotovu. Jambo la pili, kuandaa njia ya mafundisho ya kweli. Kupitia makosa yao Yesu alifunua ukweli. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 23 mstari wa 27, ninyi ni kama makaburi. Jambo la tatu, kuonyesha kwamba mfumo wa zamani unahitaji ukombozi. Mafarisayo sheria kali, Masadukayo dini ya mamlaka. Yesu alikuja kuleta neema ya ukweli. Je, walikuwa sehemu ya mpango wa Mungu? Ndiyo, kwa njia ya kuruhusiwa. Sio kwamba Mungu aliwaumba wawe wabaya, lakini aliwaruhusu kuwepo ili kufunua ukweli, kuonyesha hitaji la Kristo. Hawakutabiriwa kwa majina, lakini walitabiriwa kwa tabia. Walikuwepo ili kufunua udhaifu wa dini, kuonyesha hitaji la wokovu. Ingawa wote walikuwa Wayahudi, hawakuungana kwa sababu ya tofauti kubwa za imani, mamlaka na maslahi. Tofauti ya mamlaka, Mafarisayo walikuwa karibu na watu wa kawaida, walifundisha sheria kwenye masinagogi. Masadukayo walikuwa makuhani, watawala wa hekalu, walikuwa na nguvu za kisiasa. Tofauti ya maslahi, Masadukayo walishirikiana na Warumi, walilinda nafasi zao za uongozi. Mafarisayo walijitenga, walitafuta utakatifu wa sheria. Walipotea baada ya hekalu kuvunjwa mwaka 70 BK baada ya Kristo. Walitegemea hekalu lilipoanguka nao wakaisha. Mafarisayo wamebadilika kwa sasa. Mafarisayo hawapo kwa jina hilo, lakini mafundisho yao yaliendelea na kuwa Uyahudi wa leo, Rabbinic Judaism. Waligeuka kuwa marabi, yani walimu wa sheria. Makundi yote mawili yalikuwa na dini, lakini yalipingana. Hii inaonyesha unaweza kuwa na dini moja, lakini tafsiri tofauti kabisa. Katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 8, watu hawa uniheshimu kwa midomo, maana dini bila ukweli wa ndani haitoshi. Hawakuungana si kwa sababu walikuwa tofauti, wao walikuwa ni Wayahudi na taifa lao lilikuwa ni moja, bali kwa sababu walikuwa tofauti ya moyo na mafundisho. Unabii uliwaelezea hali yao kabla hawajatokea. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura 29 mstari wa 13, Biblia inasema, watu hawa unikaribia kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Na hayo maneno Yesu aliyarudia kwenye hiyo Mathayo sura 15 mstari wa 8. Huu ni unabii wa dini ya nje, lakini moyo hauko kwa Mungu. Hii ndiyo hali ya Mafarisayo. Ukisoma katika kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema, midomo ya kuhani yapasa kuhifadhi maarifa, lakini mmeiacha njia. Hapa makuhani wanalaumiwa. Hii inaelekea kwa mfumo wa Masadukayo, kwa sababu walikuwa ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu alithibitisha unabii huu. Yesu Kristo aliunganisha moja kwa moja na Isaya pamoja na hiyo Mathayo sura ya 15 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Isaya alitabiri vyema juu yenu. Hapa Yesu anaonyesha wazi walikuwa wametabiriwa kwa tabia zao bila kutajwa majina kama Mafarisayo na Masaduka. Kwa hiyo kile kipindi cha ukimya wa miaka 400 KK kabla ya Kristo, haya makundi ya Mafarisayo na Masadukayo yaliibuka, japo hawakuanza kazi katika uhalisia katika kipindi hiko, lakini katika wakati wa Yesu tunaona kabisa walionekana hadharani na wao walikuwa ni wapinzani wakubwa. Kwa hiyo kumbe tunajifunza ya kwamba katika ukimya wanaweza wakainuka watu wengi wakaanza kusema, utafikiria ni Bwana amewatuma. Watu wanaanza kupotosha ukweli wa neno la Mungu na watu wengi wanawaamini na kuwafata. Kwa hiyo hii inatusaidia ya kwamba kwenye wakati wa ukimya uwe makini sana. Wanaweza wakaibuka watu kama Mafarisayo na Masadukayo. Leo kuna mifumo ya madhehebu, kuna mifumo ya dini, na zenyewe zinamtaja Yesu, zinamtaja Mungu, lakini na wenyewe wanaweza wakawa wamesimama kwenye mfumo wa Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hiyo lazima ujiangalie katika siku hizi za mwisho, walikuwa wakifanya nini kiroho? Je, ule wakati wa ukimya Wayahudi au Waisraeli walikuwa wanafanya nini? Ingawa hakuna nabii, walikuwa wanasoma Torati au Tora, wanamsubiria Masia aliyetabiriwa na manabii, wanaabudu kwenye masinagogi. Kwa hiyo walikuwa wakiendelea na utaratibu. Kwa hiyo nyakati zingine ambazo mbingu inaweza kuwa kimya au Mungu akawa kimya, maana yake unaweza ukajikuta umeanzisha mfumo mpya. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Kwa hiyo sasa hivi katika Agano Jipya Yesu anazungumza waziwazi kabisa kupitia watumishi wake wa kweli na kupitia Roho Mtakatifu, kupitia neno la Mungu, na wakati mwingine Mungu anaweza kusema nawe kwa njia ya ndoto pamoja na maono. Kipindi hicho cha ukimya cha miaka 400 KK kabla ya Kristo, chini ya tawala za kigeni. Katika miaka 400 walitawaliwa na Waajemi, waliruhusu ibada iendelee na lugha ya Kigiriki. Chini ya Alexander the Great, lugha ya Kigiriki ikaenea. Kwa hiyo Warumi pia walipokuja kutawala, walitawala wakati wa Yesu, waliidhibiti Yerusalemu. Ndio nilikwambia kwamba wakajenga na miundombinu. Wengine walikuwa wametekwa kwa sababu Wayahudi wengi walikuwa wametawanyika. Kwa hiyo kupitia ule utawala wa Uajemi chini ya Alexander the Great, waliruhusu ibada iendelee. Haleluya. Wengine walikuwa wametawanyika kama nilivyosema. Wayahudi wengi walikuwa Misri, Asia ndogo, Babylon, yani Babeli, Iraki ya sasa. Hii inaitwa kutawanyika kwa Wayahudi. Ndio maana baadaye injili iliweza kufika kwao kwa haraka. Wengine walikuwepo Yerusalemu na kule Yuda. Baada ya kurudi kutoka utumwani Babylon, walijenga upya hekalu, walikuwa wanaabudu katika kama taifa. Hii ilitokea kabla ya mwisho wa kitabu cha Malaki. Hivyo wakati wa ukimya walikuwa bado Yerusalemu wakiendelea na ibada. Kwa hiyo miaka 400 ya ukimya haikuwa mwisho, ilikuwa maandalizi ya Malaki alifunga, Yohana Mbatizaji alifungua, Yesu alitimiza. Kisha Yesu Kristo anatokea. Yesu Kristo, Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, sikuja kuvunja sheria bali kuitimiza. Yesu anatimiza sheria, anatimiza na upande wa manabii. Kwa hiyo ukimya unavunjwa na Yohana Mbatizaji
Kama nilivyosema, Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 3 inatengenezwa njia ya Bwana, lakini Luka 16 mstari wa 16 Torati na manabii vilikuwa mpaka Yohana. Hapa ndipo agano la kale linafungwa, agano jipya linaanza. Ndani ya miaka 400 nini kilitokea? Ingawa hakukuwa na manabii, Mungu alikuwa anafanya kazi kupitia historia. Kama nilivyosema, dola ya Uajemi, Wayahudi walirudi Yerusalemu, hekalu lilijengwa upya, dola ya Kigiriki chini ya Alexander the Great, lugha ya Kigiriki ikasambaa, Biblia ikaanza kusomeka kwa mataifa mengi. Kwa hiyo Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 6, nitawapelekea Elia na nabii. Huu ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho kinabii, kisha sauti ikanyamaza. Ni kipindi cha takriban miaka 400 kati ya mwisho wa kitabu cha Malaki na mwanzo matukio ya agano jipya. Kipindi hiki hakukuwa na nabii aliyesimama wazi kwa taifa. Hakuna maandiko mapya ya Biblia yaliyoandikwa. Miaka 400 ya ukimya haikuwa kuchelewa kwa Mungu, ilikuwa maandalizi ya tukio kubwa zaidi katika historia, ujio wa Yesu Kristo. Kitu muhimu cha kuongezea kidogo, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4, hata ulipotimia utimilifu wa wakati, hapo ndipo nguvu iko. Mungu akukawia, alisubiri muda sahihi. Kwa nini unaona ni muda mrefu sana, yani hiyo miaka 400? Kwa sababu hakukuwa na nabii, hakuna sauti ya moja kwa moja, historia inaonekana kimya, lakini ukweli, Mungu alikuwa anaandaa dunia yote kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana ndugu yangu ambao unaendelea kufuatilia masomo ninayokuletea. Kiuhalisia mimi mwenyewe ni masomo yanayonibariki, yanayoniinua, lakini pia namshukuru Mungu, haya masomo unayoyasikiliza wewe hapo ulipo yanasikilizwa na zaidi ya watu 20,000. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, Mungu awalinde. Utakapoguswa kusimama na mimi kwa njia yoyote ya sadaka au kwa changizo, unaweza ukatumia namba hii 0761 38 19 55, 0761 38 19 55, na majina yatasoma Lazaro Samueli Kilala. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini kupitia hizo namba za simu pia unaweza ukanipigia, na pia share ujumbe huu kwa watu wengine, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.